kwa hii neno ya siku ya leo baada ya kuzungumzia kwa nini Roho Mtakatifu alipeanwa kwa kanisa. Kwa nini Roho Mtakatifu alipeanwa kwa kanisa? Umaijiuliza hiyo? Yeah? Kwa nini Roho Mtakatifu alipeanwa kwa kanisa? Na hapo nataka tuangalie tu mambo machache mawili hivi, na najua itakuwa ni sawa na sisi wote tutakuwa tumeelewa. Kwa nini Roho Mtakatifu alipeanwa kwa kanisa? Ninajua vizuri mnajua habari ya Roho Mtakatifu na vile Roho Mtakatifu alivyokuja. Ama kuna mtu aelewi hiyo? Yesu alizungumza na wanafunzi wake akawaambia, "Enendeni Yerusalemu, mkakae huko na mngojee mpaka siku ya Pentekoste. Na mimi nitawatumieni Roho Mtakatifu. Nitawatumieni msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu." Sasa huyo Roho Mtakatifu ndio tunazungumza kwa nini akapeanwa kwa kanisa. Napozungumzia kanisa sizungumzia sasa jengo ambalo unaliona, lakini hakuzungumzia wewe, si ndio? Kwa nini akapeanwa kwako wewe? Bwana asifiwe. Tukiangalia habari ya siku ya Pentekoste tunakuja kugundua ya kwamba kuna watu walipongojea katika nyumba hiyo, Roho Mtakatifu aliwashukia, na alipowashukia watu walibadilika. Walikuwa na mtazamo mwingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Walipojazwa na Roho Mtakatifu, watu waliondoka hapo wakiwa na utofauti. So kwa sababu nataka kuangalia ni kwa nini alipeanwa kwa kanisa. Wanaoandika, jambo la kwanza, alipeanwa kwa kanisa ili kutupatia nguvu ya kuishi vizuri. Bwana asifiwe. Alitupatia nguvu ya kuishi vizuri. Alipeanwa kwa kanisa ili kwamba atupatie nguvu ya kuishi maisha iliyo sawa. Bwana asifiwe. Na hapo kusema kuishi maisha yaliyo mazuri, mimi naposoma katika kitabu cha Wakalatia 5:22 na 23. Kuna mambo Bible inazungumzia pale. Na hayo yote yatakuwa kwa sababu ya huyo Roho Mtakatifu. Hiyo ndio sababu ya huyo Roho Mtakatifu kupeanwa kwa kanisa. Amen. Roho Mtakatifu kupeanwa kwa kanisa. Naposoma hiyo Wakalatia 5:22 5:22 na 23. Inasema, lakini tunda la Roho ni number 1. Haya ndio mambo ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia. Ni tunda ya Roho Mtakatifu. Na sababu ya kupeana kwa kanisa ni ili kwamba na sisi atupatie nguvu ya kuishi maisha mazuri. Jambo la kwanza hapo katika maandiko ambayo tumesoma ya Wakalatia, tunaona ya kwamba alipeana, anataja mambo haya. Ya kwanza anataja hii ya kwamba lakini tunda la Roho number 1 ni upendo. Bwana asifiwe. Upendo ni mojawapo ya tunda ya Roho. Amen. Na hii upendo ndio inakutufanya tuishi ile maisha ambayo ni mazuri ambayo nimesema sasa. Amen. Tunda hili la upendo litakufanya tuishi maisha mazuri kwa njia gani? Wakati wewe una upendo na mwenzako, mtakutana, mtakaa pamoja, mtafanya mambo kwa pamoja na mtasikia kufurahi, si ndio? Mtasikia kutiana moyo na mtasikia kuona matumaini ya kuendelea. Mnaishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunda hili la upendo ni mojawapo ambayo inatukumbusha mimi kuwajibika, maana upendo ni gharama. Na ikiwa nitakitokeza kukupenda wewe ama kumpenda Mungu
kuna gharama ambayo itafuatia na itanisababishia kwa hilo tendo la upendo ambayo ni tunda ya Roho Mtakatifu mimi kuishi maisha ambayo ni sawa. Maana ikiwa nitakuwa na upendo, nitembee nifikie ndugu yangu huyu na nifanyie kitu kwa upendo, tutakaa na yeye pamoja, tutafurahi na Mungu tutatiana moyo. Na kesho pia na yeye anaweza kutafuta njia ya kuendelea kugusa hiyo upendo uendelea kukuwepo. Amen. Na hivi ndio sababu Mungu alipotupenda sisi sasa. Mungu alipotupenda alifanya nini? Akamtoa mwanawe wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Kwa njia ya upendo akaja duniani kutukomboa sisi. Bwana asifiwe. Akakarimika. Na kukarimika kwake akahakikisha ya kwamba amebeba dhambi zetu zote na kuimalizia kwa msalaba ili mimi na wewe tuwekwe huru. Na huyo Yesu ndiye akasema sasa, njooni kwangu ninyi nyote wenye msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, na mimi nitafanya nini? Nitawapumzisha. Na baada ya kutupumzisha anasema na tuchitwike mzigo wake, maana mzigo wake ni mwepesi, ni laini na mwepesi. Amen. Nira yake, tuchitwike nira yake ambaye ni nyepesi. Bwana asifiwe. Kama si upendo ambao ni tunda la Roho, hatungepata hiyo nafasi ya kurejeshwa katika nafasi ya Mungu, ya kuleta upatanisho sisi na Mungu wetu tena. Upendo ulisababisha tukaupata. Ya pili nasema nini? Sinaona tuishi maisha mazuri, inasema furaha, si ndio? Joy inasema furaha. Sasa furaha pia ni mojawapo ya tunda ya Roho. Bwana asifiwe. Na mtu akiwa na furaha hata akose chakula. Bwana asifiwe. Mtu anakaa akiwa amefurahi siku zote, hata maisha yake yanafanya nini? Yanaongezwa, yanakuwa marefu. Maana kupitia kwa hiyo furaha peke yake inasababisha mwili wake wote unapata amani. Bwana asifiwe. Lakini hata tukuletee chakula kile ambacho kihitaji kukupatie na moyo wako una huzuni, bado hautabadilika. Afya yako inaenda kutofika. Wanafikiria pengine wewe ni mgonjwa, pengine unapitia hali maisha magumu, lakini vitu viko. Lakini kile ambacho kimekosekana ni moja ya tunda ya rohoni ambayo ni furaha. Furaha pekee yake inafanya wewe kila siku unaonekana kuwa mchangamfu sasa. Amen. Tuko pamoja? Jambo lingine amesema furaha, amani. Furaha na amani ni mojawapo inafanya na maisha yetu kuwa mazuri zaidi na kuishi maisha ambayo inapendeza na ni mazuri zaidi. Amani kikosekana, hata waje za kwa maisha yako tu, wacha kwa taifa yetu amani ikosekana, hata leo hii ungekuwa hapo na Bwana asifiwe. Amani imekosekana, inasababisha na wewe ukaa ukiwa na hofu. Maana sasa haujui nini kinaweza kufanyika kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Na hapa sasa tukumbusha ya kwamba Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwetu na vile alipeana kwa kanisa kufanya maisha yetu tuishi maisha ambayo ni sawa, anatupatia tunda ya Roho ambayo ni upendo, furaha, amani. Alafu jambo lingine hiyo ni ngapi? 3. Jambo lingine uvumilivu. Uvumilivu ni mojawapo ya tunda ya Roho. Na uvumilivu mara nyingi hutusaidia na kutupatia daraja nyingine katika maisha yetu. Au wakati itaonekana kama Mungu aingilii kushughulikia maisha yako, kushughulikia mambo matatizo ulio nayo, ukiwa na uvumilivu njia inapatikana. Baada ya mambo hayo yote, na yeye anakuangalia na kupatia kile ambacho ulikuwa unataka. Bwana asifiwe. Na hiyo ni kazi ya
Roho Mtakatifu kama vile alipeana kwa kanisa, ambaye ni wewe sasa. Sasa ni sisi tutafute kumuuliza huyu Mungu ili hivi vitu vyote tunavitaja ambayo ni tunda ya Roho iwe ndani mwetu. Bwana sifiwe. Ikiwa ndani mwetu inatufanya tuishi maisha ambayo ni mazuri. Amen. Haya, jambo la kufuatia ni gani? Utu wema. Tuwe na utu wema. Yaani wewe ni mtu ambaye unaweza kuwasia mwenzako kile ambacho kinaweza kutokea kwake yeye, hata kwako kikitokea inakuwa ni sawa. Unaona? Yaani vile kusema kama vile wewe unataka mazuri haya yafanyike katika maisha yako, ndio vile tena unataka ifanyike kwa mtu mwingine. Amen. Ukipata barabara ya kupitia ambayo ni nzuri, unaangalia unasema na nikitembea na hao wenzangu kwa hii barabara pia inakuwa ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanadamu wa siku hizi, acha mtu afanye biashara na apate mahali anaingiseka kitu mzuri. Listen, mama na wewe unafanya ni kungangana tu kweli, ni kugumu. Hata nchi hakuna. Na sisi naona wewe yako imeenda vizuri, sio ulionyesha kwa kwenye picha. Ni pale kungangana tu. Hata ni ile kile kungangana ni bahati tu ikanifikia. Lakini umejua kanjia nzuri kabisa ambayo kanaleta kitu. Lakini kwa sababu ya kukosa hii utu ndani mwako, hauwezi onyesha mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabisa unakosa. Na nikizungumzia hii, wakati mwingine nilikuwa inakaa na watu wa kucheza kinanda kama hii. Kupata tu yule anaweza kubali rahisi kukufundisha ni neema ya Mungu. Huyo mtu sasa ni Roho Mtakatifu wako ndani mwake. Amen. Amen. Lakini bora ukifika tu hapo, unaanza kumwangalia hivi na anazima kila kitu. Ama unifundisha kana kwanza moja bila anakuachia hapo na anatoka hapo anachiendea. Upambane mwenyewe, sasa nikusaidia nini? Hataki ujue. Umeona sasa? Na ukijua wakati mwingine wako anacheza vizuri, niliona kwa semina moja, mtu wako anacheza vizuri, walikuwa wamekaa hapo wawili. Huyu mwingine akaona amecheza vizuri. Alipeleka tu mkono kidogo hivi na akabadilisha voice yake keyboard. Na ukichange tu voice peke yake hivi unasikia kila kitu imeharibika, ilikuwa umeseti imeondoka. Mpaka watu wakasimama walikuwa na hivyo wakashangaa, hii jamaa anafanya nini? Na jamaa anatoka nje. Amen. Sasa Mungu atusaidie na sisi. Ikiwa Mungu ametupatia neema na tunapitia, tuone kuna mambo ambayo Mungu anafanya mazuri, aelekea na wengine wafuate njia ya kufanikiwa. Bwana. Bwana sifiwe. Jambo lingine linalofuata hilo, fadhili, alafu ingine uaminifu, upole kiasi. Hiyo ndio ya mwisho. Haya, turudi mahali tumeanzia. Tumesema utu wema, fadhili, alafu uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hamuna sheria. Kwa nini nasema hamuna sheria pale? Maana utakapokuwa unafanya haya yote, sheria haitakupata kwa sababu unatembelea kwa barabara. Si ndio? Sheria inakupata kwa sababu umeenda kinyume na hiyo maagizo. Lakini ukienda sawa sawa na hiyo maagizo, inapata kweli. Sheria inji yetu leo itakupata wewe kama hujafanya makosa kweli. Haiwezi kupata. Wewe unakuwa sawa, unatembea na juu ya hiyo sheria hakuna. Wewe una amani tu, unatembea, unakaa vile unataka, ukichunga tu ya kwamba niko kwa barabara ambayo ni nzuri. Na hiyo ndio kazi, sababu ya Roho Mtakatifu kupeana kwa kanisa, ili vitu hivi vyote vipatikane ndani yetu. Amen. Amen. Unakumbuka vizuri wakati Yesu anapanda sema ninawatumieni msaidizi ambaye yeye atakuwa mshauri wenu. Atakuwa mwalimu wenu. Atakayewaonyesha njia. Atakayewashauri. Hivi ni kusema mtu ambaye ameondoka katika njia za Mungu na sheria iwe juu yake, ni wakati umetenda kinyume. Nataka kusema hivi, sijui kama itaingia vizuri, ili Roho Mtakatifu au mwalimu na mshauri wako, na mtu awe na hiyo kengele ndani yako,
ili kwamba utakapokuwa unataka kuenda kwenye kosa kwa njia ambayo itakuwa na sheria na ikushike, kengele inagonga inakubadilisha. Huyo ndio mshauri sasa, ambaye ni Roho Mtakatifu. Lakini ambao unaenda tu kwa shimo unaanguka, kengele haili. Ukiwa huyo Roho Mtakatifu alipeana kwa sababu, lakini kwako wewe bado hayupo. Amen. Amen. Kondoo ambaye ni mwizi ama ng'ombe ambaye ni mwizi, wakulima sio walitoa wapi maneno? Wakanunua kengele waweka shingo. Kwa nini? Akiingia kwa shamba akiuma mahindi hivi, furuta hivi, kengele italia, unajua ako kwa mahindi ndani na unakimbia na kumpata. Amen. Sasa sisi wa Kristo tuna kengele. Lakini tumia hii baka. Wakati uko katika sheria ya Mungu, katika njia za Mungu, kengele yako imekaa. Unatembeanga na iko hapa, iko active kabisa. Sasa unaenda hivi, ukitaka kupotea kidogo, kengele inakonga tindi, huku usiende, unarudi unafuata hapo. Na kwenda kwa kutoka tindi, huko siendi. Na ndio mnasema nilipishana na roho sana. Kupitia hii njia ikaniambia siende hiyo. Na nilipoenda njia kidogo mimi kufika mbele nasikia kwa ile njia watu waliuawa pale. Kengele hii ilikusaidia. Wakati umetenda dhambi, kengele imehama sasa iko hapo. Sasa unakuja hivi hata ukitembea kwa mgongo kwa ionekane na ipiki. Pechificha sasa ndio unapata mtu anaenda bila kengele. Huyo Roho Mtakatifu amebadilishwa na roho nyingine. Sasa yeye anatembea tu hapo kwa giza. Ndio Biblia inasema kipofu hawezi kuongoza kipofu mwingine. Wote wanakia wapi? Kwa shimo. Sasa hii kengele imeenda iko huko. Hata asezi chochote, hata iko mbele yako na kuja. Na wewe nao umefuata yeye, mnaenda na yeye. Akianguka wewe nani? Kuna siku nilifukuza kondoo. Niingia kwa shamba nikafukuza. Sasa kondoo ya kwanza ilikotoka mbio, zingine zote zilifuata. Mbio sasa imetoroka, imekimbia imefuatana. Sasa ya mbele ikaenda ikaruka kwa chini. Iliruka yote ilimalizia hapo. Kaja imekuja na imeruka tu imefanya vile imeenda. Yote imeruka. Sababu hiyo moja ilipotea na hizi zingine zote haikuwa na imeona tu hiyo imeenda. Bila kufahamu imefuata tu. Ndani. Mtu aliye na kengele akitaka kupotea kengele imegonga. Yule sikia mnasema na kweli Mungu alinisaidia. Mimi nilikuwa mmoja ningepata hiyo ajali. Na kuna mtu aliniambia hivi. Kuna wakati alikuwa anasafiri na akafika vizuri kwa stage. Akakata tiketi vizuri. Akawa amelipa. Lakini wakati amekaa hapo na gari nenda kujaa akasema kuna kitu nimesahau. Sasa waache mimi nifanye nini, nibaki kwanza je mtu aende na hiyo namba yangu. Mimi nitakuja na gari next. Unaona sasa? Na anasema hakuna kitu nilikuwa nimesahau, alisikia tu asafiri na hiyo gari. Moyo wake ukakataa. Na kweli hao wakaipanga hiyo gari wakaambia utaenda na gari ya kufuata. Na gari ya kufuata ilipokuja sasa ikaanza kujaza watu, akaingia akachukua namba yake. Na akaketi na wakaanza safari. Gari ya hiyo kampuni moja walipofika mbele walipata hiyo gari imepiringika na watu wote wamekufa. Yeye amepona. Akasema ni Mungu alinisaidia. Kuna kitu kilinena ndani mwangu. Na Mungu hakutaka mimi niangamie pamoja na wale watu. Alikuwa bado anikumbuka anataka niendelee kuishi. So hiyo kengele iligonga ndani na yeye akapona. Ndio Roho Mtakatifu. Akiwa ndani yako yeye ni kengele. Na ndio sababu alipeana kwa kanisa ili aelekeze kanisa. Na kanisa ni mimi na wewe, si ndio? Sasa kwa sababu anatuelekeza, mara nyingi atakuwa anatusaidia. Ukitaka kupotea, kengele kanalia, kumbe huko ni vaje niende hapa. Ukitaka kupotea kanalia, unaendea hapa. Ukisikia imenyamaza tu, wewe unajua tu mahali salama. Na unahakikisha kengele yako iko mbele kweli. Pende imenyamaza ili ama iko huko. Kama bado iko mbele, unasema niko mahali salama. Kama iko nyuma, ni kama unafikiria kuna kitu nifanya basi kengele ikanyamaza maana iliama. Kama kwa tunasoma ati moyo wa mtu na kitabu kingine ati moyo wa mtu. Alafu unapata ati Yesu wako ndani amekaa ametulia. Alafu kingine unaangalia ati sasa shetani amekaa ndani na amefunga nyororo vizuri. Alafu wakati mtu anaanza kubadilika
ati shetani wanatoroka, Yesu amekuja na malaika wako ingia, na shetani wanaanza mbio na wakati shetani ni wako na unapata tio moyo yote ni nyeusi. Na wakati Yesu ameanza kuingia, ameingia na mwangaza inaanza kumulika ndani. Adasa pepo wanakimbia, nyoka, msekope, wanaondoka wakienda, alafu Yesu anaingia na malaika wanachukua nafasi. Amen. Sasa Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu anatusaidia kuona hapo mbele. Amen. Nafikiri Mungu amsaidie tuwe wafadhili. Tuwe waaminifu na tuwe wapole. Sasa mimi nataka kuuliza hapa, hii upole wameunganisha ni upole kiasi. Na mimi nilisomea upole kiasi. Unakoma. Unakoma hapo. Na ndio Mungu ananiambiaga. Sio unajua nimesikiza vile mmenisomea, mimi nilikuwa nafuata. Nani aliona hivyo? Nani aliona hivyo? Nani aliona hivyo? Lakini wakati tumesoma nasema upole kiasi. Upole, je, maneno ni fuata sasa mtu anaiunganisha yote. Anasema upole kiasi. Na Mungu ananiambia sasa basi tunaelekea. Unaona kama Mungu anasema niona upole lakini mpole tu kiasi. Na naweza kuchemuka. Siko kama hapo. Kione maneno mawili tofauti. Uwe na upole, alafu uwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo tunazidi kuangalia na utakutana na huyo mtu ambaye anakuambia hata Bible inasema niwe mpole lakini kiasi. Amen. Sasa wakati anakuambia niwe mpole kiasi anasema ukisidi kutembelea kwa barabara yako nitakukanyaga na ni Biblia. Na wewe unasema na kweli amesema ni Bible inasema. Sasa je, mimi tukanyakane na yeye miereka. Sababu mimi nani na upole kiasi. Ingine lazima tumenyane. Amen. Sasa tuangalie kuna upole na kuna kiasi. Yaani uwe mtu mpole. Sio mtu wa kadhabu kila wakati. Na uwe na kiasi. Kuna mambo ni lazima utawiekea mipaka. Si ndio? Unakuwa na kiasi nayo. Inakusaidia kusonga. Hii ilikuwa ni chini ya jambo la kwanza. Twende ya mwisho. Huyo Roho Mtakatifu kwa nini alipeana kwa kanisa? Kutupatia nguvu ya kuweza kuwa mashahidi wake. Kuwa mashahidi wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Nataka tumalizie hapa. Some hiyo Wakorintho wa pili. Ili tuwe mabalozi wa Kristo Yesu kwa kuchukua huduma hiyo na kazi hiyo, kuiwakilisha kwa nguvu bila kuangalia nyuma, bila kusita, maana tunajua ya kwamba ni Bwana ametupatia nafasi ya kutumika, si ndio? Na kufanya huduma hiyo. Tuangalie Wakorintho wa pili 5. Wakorintho wa pili 5:20. Wakorintho inasema kwa hiyo sisi ni mabalozi wa Kristo, kana kwamba Mungu anawasihi kupitia kwa vinywa vyetu. Nasi twawaomba sana ninyi kwa niaba ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Amen. Nimefikia soma mahali pengine hiyo tafsiri yake karibu nichanganye. Lakini nimesikia tu balozi nikajua ni hapo. Tunachukua yeye anatusaidia sisi ili tuwe mabalozi, anatupatia hiyo nguvu. Kwa sisi ni mabalozi na kazi wa balozi ni kuweza kuwakilisha taifa lake katika taifa lingine. Amen. Kama balozi wa Kenya akiwa hapa na hako Amerika, basi akiwa pale amesimama kwa nafasi kama Kenya, si ndio? Kwa ile taifa lingine. Sasa wewe ukikuwa hapa duniani unachukua nafasi ya kuwa balozi wa Mungu hapa
duniani. Hivi ni kusema huyo balozi atafanya mambo yote ambayo ni ya wapi? Ya kwao. Atahakikisha amelinda sheria kulingana na vile sheria ya kwao inasema, si ndio? Na wale wananchi ambao watakuwa wako ugenini pia wanaweza kupata msaada kutoka kwa huyo balozi ambaye ni ya kwao. Na huyo balozi anaweza kusimama na atetee watu wake akiwa pale. Sasa sisi tukiwa hapa hivi tunajaribu kuwakilisha ile ubalozi wa mbinguni. Amen. Hapa tukiwa duniani. Na hivi ni kusema ya kwamba, hebu tusome hii tafsiri nyingine. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo Yesu. Amen. Wewe mjumbe wa Kristo Yesu. Na kwa sababu Roho Mtakatifu alipeanwa kwako, anakusaidia wewe kufahamu hilo na kuwa na hiyo nguvu. Amen. Amen. Alafu inasema kana kwamba Mungu anasi kwa vinywa vyetu, tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mupatanishwe na Mungu. Bwana sifiwe. Kazi ambaye kwa nini Roho Mtakatifu alipeanwa ili tuwe mabalozi. Anatupatia hiyo ujasiri na kuchukua hiyo nafasi kwa nguvu na kuhakikisha tunaifanya ikaweze kutendeka. Tutangaze ile ufalme wa Mungu tukiwa hapa kwa ujasiri na ushujaa. Anatupea hiyo nguvu. Wakati Roho wa Bwana alishuka siku ya Pentekoste na kushuka juu ya watu waliokuwepo pale siku hiyo, Biblia inasema watu 120 walijazwa na hiyo nguvu. Nao waliondoka pale, kina Petero walitoka pale wakiwa wamejazwa na ujasiri, wakaondoka wakaenda wakahubiri injili hiyo bila uoga tena. Maana walikuwa na uoga wakati Yesu ameteswa, amekufa, na sasa wana hiyo hofu kama pia. Lakini wakati msaidizi alikuja akaingia ndani yao, aliwapatia nguvu na uwezo na ujasiri. Waliondoka kwa ujasiri na wakafanya kazi kwa bidii na ujasiri wote, maana Mungu alikuwa ametumana Roho Mtakatifu ameingia ndani mwao. Ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba na sisi watu wa Aruba, nguvu za Roho Mtakatifu ingia ndani mwetu, tukafanye kazi hii kwa uaminifu tena kwa bidii yote. Amen. Tuhubiri ujumbe huu ufikie wengine na wache kwa Yesu. Amen. Na tuwaambie ukweli kwamba Yesu anatupenda. Na kwa sababu anatupenda, kuna tumaini tukiwa ndani mwake. Na Baba anatusaidia kwenda mbali. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya ujumbe wa siku ya leo. Tusaidia kujifunza ni kwa nini ulipeana Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Baba Mungu, tumeona ya kwamba ulipeana ili tuweze kukua na nguvu ya kuishi maisha ambayo inapendeza. Na hivyo ni kwa sababu ya njia ya upendo, kwa njia ya furaha, kwa njia ya amani, ili kwamba tuweze kuwa na amani katika maisha yetu na tukaweze kuishi maisha ya kupendeza. Maana hapokuwa na haya mambo mengine yote, tutakaa na watu wote na Baba tutakosa kushirikiana, maana tutakuwa na jambo lolote ambalo tutatuondoa kati ya mwingine mmoja na mwingine. Asante, maana wewe ni mwaminifu. Saidia watu wako Bwana, watembelee katika njia zako, na Roho wako Mtakatifu akawasaidie na kuwajaza na nguvu yao. Asante, maana Jehova wewe ni Bwana, maana nguvu zako zitakuwa juu yao, nguvu za Roho Mtakatifu itakuwa juu yao, na wataenda katika njia ambayo inapendeza. Asante, maana wewe ni mwaminifu. Tupatie hiyo majukumu ya kuondoka na ujumbe wako, maana sisi ni mabalozi. Tukaende tukapeleke ujumbe, tukafikishia watu wengine ambaye bado hawajamjua Kristo Yesu, ili wamjue yeye na waje katika njia. Na Baba, hiyo ndio sababu ulipeana mwana wako wa pekee, na hiyo ndio gharama kubwa alikuja kufanya ili na sisi tukakombolewa. Asante, maana unatukomboa na sisi utasaidia watu wako kufikia wengine wengi wakombolewe kwa sababu ya njia hii. Asante, maana wewe ni Bwana. Nauliza hiyo
nguvu za Roho Mtakatifu ikashuka pia juu yetu, akatupatia ujasiri na mwelekeo, na akatufundisha na kutuonyesha ambayo tunapaswa kuyafanya. Asante maana umetenda. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mungu wa amani awabariki.